Mwanaume kutelekeza watoto wake ama kukimbia familia yake kwa sababu ya ugumu wa maisha ni udhaifu na kupungukiwa maarifa. Na mtu kama huyo mimi hawezi kunipa ushauri. Sasa atanipa ushauri wa aina gani sasa? Kwa sababu yeye mwenyewe ana upungufu wa maarifa. Atanishauri nini ikiwa ametelekeza mwanawe, ametelekeza mkewe na watoto? Yaani atanishauri nini? Hawezi kunishauri kitu chochote kwa sababu yeye mwenyewe ana upungufu wa maarifa. Kwa sababu kumshauri mtu maana yake ni kumuongezea maarifa. Ni kumpa wigo wa maarifa. Sasa huyo ataniongezea kitu gani? Mwanaume mdhaifu. Hebu jaribu kufikiria tu kwa akili ya kawaida. Mwanaume anaikimbia familia yake kwa sababu ya ugumu wa maisha. Anamwachia hiyo familia watoto 5, mke wake ambaye anamjua fika kwamba huyu ni mama wa nyumbani, hana kazi ya kufanya. Halafu anamwachia watoto 4, 3. Si ndio? Unategemea huyo mama ataishije? Maana umeshakubali kwamba mke wako ama mwanamke ana maarifa zaidi kuliko wewe mwanaume. Ndio maana unafikia hatua ya kumwachia watoto na wewe ukakimbia kusikojulikana. Maana yake ni kudhalilisha, ni kutudhalilisha sisi wanaume. Umekubali mwanaume kushindwa. Kwa nini mwanaume ukubali kushindwa? Na yale ndio majukumu yako. Maana yake umekosa sifa za kuwa mwanaume. Ndio maana nasema kwamba mwanaume kama huyo mimi hawezi kunishauri chochote kwa sababu ana upungufu wa maarifa. Mtu anapokuwa na upungufu wa maarifa hawezi kukuongezea kitu chochote. Ushafanya yote, hatuchakubali. Umekimbia, umetelekeza familia yako. Haya, mke wako kakubali na matokeo kawaita watoto wake, kikao cha dharura ikafanyika kwamba jamani, baba yenu tayari kashatukimbia. Sisi tumebaki kama sisi. Kwa hiyo mimi ni baba, mimi ni mama. Kwa hiyo kila mtu sasa hivi atambue kwenye nafasi yake. Kweli wakakubaliana. Mungu si Asumani, watoto wamekuwa. Si ndio? Watoto wamekuwa, wewe umezeeka. Nyinyi ndio wazee ambao sasa hivi mnatusumbua mitandaoni kwamba mtoto anisaidii, mtoto mnatiatia huruma mitandaoni kwa sababu mlitelekeza familia. Na nataka nikwambie kitu kimoja kwamba katika binadamu ambaye ni mgumu kusamehe basi ni mtoto wako. Hakikisha unapofanyia kwamba unapomtendea mabaya mtoto wako, damu yako, yatachelewa tu, lakini mtoto hasahau wala hasamehe. Ukiona ushamfanyia mengi mabaya na akaja akakusamehe mtoto wako, sio